Bwana Yesu asifiwe sana. Thank you for remaining tuned in this broadcast. Najua ya kwamba Mungu anaenda kutenda mazuri. We shall continue with the topic of sin. Katika sehemu ya kwanza ya mafundisho haya nilizungumzia kwa kina sana kuhusu kifo na nikaguzia kidogo kuhusu dhambi. Sasa katika mkanda huu nataka nisungumze kindani sasa dhambi ni nini? Na kukumbusha tena, mimi ni Reverend Eric Mathenge, nimeokoka, Kristo ni Bwana, na ningetamani sana nikufundishe kuhusu swala la dhambi ili ukaweze kujua, maana Biblia inasema mtajua kweli nao kweli itawaweka huru. Tulisema dhambi ni nini? Tulisema dhambi ni hisia au wazo au tendo lolote linalopingana na viwango vya Mungu. Dhambi ni nini? Ni hisia au wazo au tendo lolote linalopingana na viwango vya Mungu. Unaweza ukawa na mawazo ambayo haiko katika mapenzi ya Mungu, ama mawazo ambayo yanapingana na vipimo ama viwango ambavyo Mungu ameweka. Hiyo dhambi hiyo. Unaweza ukawa na hisia na ile hisia ikawa ni hisia inayopingana na viwango ambavyo Mungu amewekea wewe ama amewekea wanadamu. Hiyo hisia basi ina qualify katika viwango vya dhambi. Tena unaweza ukatenda jambo ama ukafanya jambo, tendo fulani la mwili ama nje ya mwili, na lile tendo likawa ni kinyume na viwango vya Mungu, basi hiyo nayo ni dhambi. Na wakati mwingine katika mkanda wa kwanza nilipokuwa nafundisha, nilizungumza maneno mengi sana ambayo tulisoma katika kitabu cha Warumi 6:23 ambayo inasema, kwa sababu malipo ama mshahara wa dhambi ni kifo, lakini malipo ya Mungu ni uzima wa milele ndani ya Kristo Yesu. Mshahara wa dhambi ni kifo. Kwa hivyo dhambi ina mshahara wake. Ile hisia potovu kinyume na viwango vya Mungu ina mshahara. Lile tendo potovu kinyume na viwango vya Mungu ina mshahara. Na hata kama ni wazo uko nalo ambalo liko kinyume na ni potovu, kinyume na viwango vya Mungu, ina mshahara wake. Kwa hivyo dhambi ni kitu cha kuogopewa sana. Mungu alimwambia Adamu ya kwamba nimekuwekea kiwango cha tabia ya kukula, nawe usile kutoka kwa ule mti wa uzima, ule mti wa mema na mabaya, manake utakapokula hakika utakufa. Mungu akamwambia Adamu hivyo. Kwa hivyo wakati Adamu alikiuka viwango alivyowekewa na Mungu, hiyo ndio ikaitwa dhambi. Wacha tuangalie kwa mfano. Mungu alipomuita jamaa anaitwa Samson katika Biblia, aliweka nguvu zake ndani ya nywele na akamwekea viwango ya kwamba usinywe divai, usilewe, usinyoe nywele yako,
maisha yako yote, hivi viwango ndivyo nakuwekea, kwamba usinywe vitu vilivyochacha, usinywe pombe, usinyolewe. Kwa hivyo ikawa ni standards of God, for the grace of God to abide in Samson, there was a standard that was laid. Kuna viwango vilivyowekwa, na kwa hivyo Samson angejisahau siku moja ama kimakusudi tu aende anywe vitu vilivyochacha, hiyo dhambi. Kwa sababu gani? Ameenda zaidi, amekiuka viwango vya Mungu. Samson angeenda alewe kulingana na viwango alivyowekewa na Mungu, hiyo ni dhambi. Na Samson alipo toboa siri ya nguvu ilipo ya Mungu kwa nywele ambazo aliambiwa hasinyoe, alipotoboa ile siri, ndipo sasa tunaona kifo kinazaliwa, manake amefanya dhambi. Mtu anaitwa Yohana Mbatizaji alikaa jangwani, lakini viwango vya upako vilikuwa ni kwamba asile chakula cha kawaida, asivae mavazi ya kawaida. Tunamwona John the Baptist, chakula chake kilikuwa ni nzige na asali ya nyuki, na alikuwa amevalia ngozi ya ngamia. Na wakati alitoka kule jangwani akarudi Yerusalemu, akaanza kula vile ambavyo hakuwa ameitiwa na Mungu ale. Utaratibu wa kiunduma ukachanganyika kidogo. I think kwake Mungu kaona hii sasa ni kama dhambi, na ndio maana mshahara wa dhambi ni kifo. Ndio maana tunamuona John the Baptist, the great prophet, anakufa kifo cha kutatanisha, kwa sababu pindi unapokiuka viwango vya Mungu utatenganishwa na neema iliyokuwa imekusustain. Maana hiyo ndio kusudi ya shetani kuchochea dhambi katika maisha ya mwanadamu. Maana unapokiuka viwango ulivyowekewa na Mungu utatenganishwa na kilichokuwa kinakusustain. So ni lazima uelewe viwango vya Mungu kwa mwanadamu ni viwango gani. Tunamwona mtumishi wa Mungu ambaye pia anaitwa Musa, aliwekewa viwango vingi sana na Mungu, na kiwango kimoja ambacho tunakiona ni wakati Waisraeli walidai sana maji, na Mungu akamwambia, kesho nenda mbele ya wana wa Israeli, usimame mbele ya mwamba na uongeleshe ule mwamba, utatoa maji na Waisraeli watakunywa maji, nao wataniogopa. Akawekewa kiwango cha kutoa maji. Kiwango cha Mungu kilikuwa ni kuzungumzia mwamba. Lakini Musa, kwa sababu ya msukumo na matusi na vurumahi ambao Waisraeli walikuwa nayo, aliposimama mbele ya mwamba akazungumza, akaona ni kama mwamba itoi maji, kwa hasira akaugonga ule mwamba, akakiuka viwango vya Mungu, hiyo dhambi. Na mshahara wa hiyo dhambi aliyofanya, Mungu akamwambia hata ingia nchi ya ahadi. Maana maandiko inasema nini? Kitabu cha Warumi 6:23, kwa maana mshahara wa dhambi ni kifo. Na niliwauliza kifo ni nini? Tukasema kifo manake kifo ni kutenganishwa. Bwana Yesu asifiwe. Kifo ni kutenganishwa. Unapoenda chini ama zaidi ya viwango vya Mungu, unatenganishwa na kitu kinachokupea neema ya kukusustain. Mwandishi katika kitabu cha Ezekieli 18:20 anasema ya kwamba kwa maana kila nafsi itendayo dhambi hakika itakufa. Kwa hivyo kuna viwango ambavyo Mungu ametuwekea wanadamu, na wakati tunakiuka zile viwango ndipo dhambi. Sisi tunaishi maisha ya dhambi, na maana yake hatuwezi tukafurahia
maisha marefu, hatuwezi furahia, hatuwezi kuwa na furaha, hatuwezi fikisha hatima yetu mahali Mungu alikuwa anataka. Kwa hivyo lazima tuwe makini sana sisi wa Kristo, si kuishi vyovyote kwa vyovyote vile. Maandiko inatuambia ya kwamba the sting, James chapter number 1:15 inasema ya kwamba mambo ya sting ni Wakorintho wa kwanza 15:56 ya kwamba uchungu wa mauti ni dhambi. Kwa hivyo kila dhambi unaotenda inaleta uchungu wake, na uchungu wa ufanani. Uchungu wa kukatwa tofauti na uchungu wa sindano, tofauti na uchungu wa kung'atwa, tofauti na uchungu wa kuchapwa kofi. Uchungu na tofautiana. Kwa hivyo uchungu wa kifo ni dhambi. Kwa hivyo kila dhambi huwa inazaa maumivu ya aina yake, na kuna viwango. Wacha tutazame for example. Tumesema ya kwamba dhambi ni nini? Dhambi ni hisia ama wazo ama tendo lolote linalopingana na viwango vya Mungu. Tuingie sasa katika hisia. Tunaweza kuwa tunaishi katika dhambi kupitia hisia. Hisia zako zinakupeleka wapi? Wacha tuseme Biblia inaongea mambo ya hisia kama kukasirika. Maanaka hasira ni hisia, na viwango vya Mungu vinasema ya kwamba utakapokasirika usikubali jua litue ukiwa umebeba ule mzigo wa hasira. Lakini baadhi yetu, ijapokuwa tumeokoka, tumetoroleti lile wazo la kuishi na hasira. Ile hasira inakuwa grudge. Kuna jua linatua, kuna pambazuka, lingine linatua, kuna pambazuka, na bado tumebeba ule mzigo wa hasira juu ya mtu fulani, juu ya jambo fulani. Kwa hivyo tunaishi katika maisha ya dhambi. So if you are holding grudge against anybody, you are a sinner, hata kama unadumu kwa madhabahu, na unafaa utubu. Manake hisia yoyote inayopingana na viwango vya Mungu, hiyo ni dhambi. Kwa hivyo kuna watu wengi wataingia jehanamu kwa sababu ya hisia ya hasira, ambao wameitolerate. Ukakasirikia aliyezaa na wewe mtoto wa kwanza, ukakasirikia aliyekuwa bwana yako mpaka wa leo, ukamkasirikia mchungaji fulani mpaka wa leo, ukamkasirikia mzazi wako mpaka wa leo, ukamkasirikia bosi wako mpaka sasa hivi, na unaishi katika ile hisia ya hasira. Na unajua ya kwamba hisia yoyote inayopingana na viwango vya Mungu, hiyo ni dhambi. Kiwango cha Mungu kinakwambia kwamba utakapokasirika, jaribu basi jua lisije likatua ukiwa ungali umebeba. Manake mtu aliyekasirika hana connection ya kusungumuza na mbingu. Hiyo ni kiwango cha Mungu. Kuna viwango vingine ambavyo Mungu amewekea wanadamu. Wacha tuseme for example, kiwango cha Mungu cha ndoa ni kati ya mume na mke. Hicho ni kiwango. Manake purpose of marriage, moja ni procreation, ingine kuwaleta watoto wa mchao Mungu, ya tatu marriage is an institution where God lives. Kwa hivyo it is an institution ambao Mungu anafaa tukuke ndani yake. Kwa hivyo viwango tuseme vya ndoa ni kwamba wawane waume na wake, wanawake waolewe na wanaume, wanaume waoe wanawake. Hicho ni kiwango cha Mungu. Manake Mungu aliumba na akaweka kiwango. Kiwango tunakiona wapi? Mwanzo, wakati alimuumba Adamu na Eva, hao wakawa ni familia. Ila sasa siku hizi, tazama uone, wanainuka wengine wanasema it is my right, na wengine wanasema love is love. Wanapingana na viwango na taratibu za ndoa.
unamkuta mwanamume amemuoa mwanamume, hiyo ni dhambi. Nasema homosexuality ni dhambi, usagaji na ubasha, hiyo ni dhambi, kwa sababu inapingana na viwango vya Mungu. Kama unaamini sema amen. Kwa hivyo hakuna vile ambavyo utasema it is my right ama useme love is love. Mwanamke akaoa mwanamke mwenzake, hata kama watafanya harusi, kwa sababu unaona wanaunganishwa mpaka kwa harusi, it doesn't qualify you ya kwamba hiyo ni kitu kizuri. Mwanamke kumuoa mwanamke, hiyo ni dhambi, kwa sababu imepingana na viwango vya Mungu, na hisia yoyote ama tendo lolote linalopingana na viwango vya Mungu, hiyo inaitwa dhambi. Kwa hivyo Mungu alituwekea viwango vya ndoa ya kwamba ni mwanamume na mwanamke, ni mwanamke na mwanamume. Chochote ambacho kiko kinyume na hicho, hiyo ndio inaitwa dhambi. Unipende ama unichukie, usagaji na ubasha, hiyo ni dhambi. Ni kwa sababu hii ni tamaa ambayo imepata mimba, na hii tamaa ikazaa dhambi, na hii dhambi inaenda kuzaa kifo. Standard of God in issues of dressing. Maumbile ya mwanamke, mwili wa mwanamke, the body, the anatomy of a woman, ni maumbile ambayo yako na ushawishi kivyake, kwa sababu kiumbe kiitwacho mwanaume huwa kinavurugika akili, huwa anaamshwa hisia kwa jinsi ya kutazama. Mwanaume anapotazama ana uwezo wa kubebwa katika ulimwengu wa roho, akaondoka katika njia za Mungu. Sasa mwanamke, ni kwa nini Timotheo inaongea kuhusu muvalie mavazi yanayowasitiri? Kusitiri ni kufunika. Ni kwa sababu maumbile ya kike kuna jinsi unavyoweza ukavalia, na hilo ni tendo. Sasa halo, hilo ni tendo la kuvaa. Kuna vile unaweza ukavaa na mwili wako ukawachwa nje, umejichora, maumbile yako yakaonekana wazi wazi. Pindi unapopita, unapita ukiwa unachanganya ama unaamsha hisia kwa mawazo ya wanaume, hisia ya usinzi. Na hilo tendo lako la kuvalia ovyo ovyo bila kujali hisia za wengine, hilo tendo linalopingana na viwango vya mavazi vya kiungu na mavazi ya kiutaua, basi ikawaingiza wengine katika dhambi, na wewe mwenyewe ukawa mwenye dhambi mkuu. Kwa hivyo kuna viwango vya mavazi. Kwa polisi kuna jinsi wanavyovalia, wabunge kuna vile wanavalia wakienda bunge, kwa kuogelea kuna mavazi ya kuogelea, wanariadha wana mavazi ya riadha, wauza nyama wana mavazi yake, madaktari wana mavazi yake. Wakristo mumekataa viwango, mumepotoka, mumepingana na viwango. Itakuwaje? Wanasheria kuna jinsi wanavyovalia, itakuwaje wanafunzi kuna jinsi ya kuvalia, lakini iwe ya kwamba Wakristo hawana viwango. Vipo, lakini kwa sababu mmekataa, Mungu anapowatazama anaona wenye dhambi wengi. Si kwamba wameongea, si kwamba wana mengi, lakini tendo la kukiuka viwango vya mavazi inaweza ikakufanya ukawa mwenye dhambi mkubwa sana. Kwa hivyo Mungu ameweka viwango katika maisha ya mwanadamu. Ndipo tumesema ya kwamba dhambi ni hisia ama wazo au tendo lolote linalopingana na viwango vya Mungu.
Kila kitu kimewekwa katika viwango vyake. Kuna viwango vinavyo control ulimwengu wa wanyama. Kuna viwango vinavyo control bahari na maziwa makuu. Kuna viwango vinavyo control wanadamu. Mungu anasema ya kwamba usimdhulumu mjane ama mtoto yatima, kwa sababu Mungu ndiye anawalipizia. Sasa wewe unapokiuka kile kiwango, uone ndugu yako amefariki, amemwacha mjane na watoto wadogo, uende useme ni haki yangu, hili shamba ni kubwa sana, uende wanyang'anye. Umeenda kinyume, yani umepingana na viwango vya Mungu, na hakika utakufa wewe, hautaishi. Mungu atakushambulia. Biblia inasema tuheshimu mahali pa ibada. Leo hii wengi wanainuka mpaka wanafanya mambo yasiyofaa katika sehemu za ibada. Wengine wanavunja, wanaiba, wanafanya vitu ambavyo havifai. Ukienda ukipingana na viwango vya Mungu katika taratibu fulani, basi ina maana hiyo ni dhambi na Mungu atakuadhibu. Kwa hivyo mpendo mtazamaji, sijui umeelewa dhambi namna gani? Ni viwango gani ambavyo wewe unakiuka? Paulo alisema ya kwamba katika mwisho wake, wakati anakuwa mtume, hatujaona akiwa na mke, wala hatusemi kuoa ni dhambi ama kutooa ni dhambi. Lakini kama Mungu alimuwekea hiyo standard ya kutooa ili afanye kazi ya Mungu, ilimpendeza Mungu, na ndio maana tunaona ya kwamba amefanya mengi katika maandiko ambayo imekuwa ya baraka. Kuna viwango Mungu ametuwekea katika Biblia. The reason why Mungu ametupatia Biblia ni ili tuweze kufuatilia viwango vya sheria, Torati na mambo ambayo Mungu ametuonya katika Biblia. Amesema usizini, amesema usiibe, amesema usishuhudie uongo, usikufuru Roho wa Bwana. Hizo ni viwango. Ni kwa nini mara mingi tunabebwa na msisimuko wa kuokoka na tunasahau viwango ambavyo Mungu ametuwekea? Bwana Yesu asifiwe. Tumewekewa viwango vya Ukristo ya kwamba tubatizwe kama vile Kristo alibatizwa na kama vile mitume walibatizana hata wakati wa Yesu. Wewe umeokoka, hutaki kubatizwa kwa maji mengi, unasema ukiokoka umebatizwa, ili hali Biblia imetupea viwango, na kuna mashahidi watakaoshuhudia mbinguni, damu, maji na Roho Mtakatifu watashuhudia. Wewe umekataa ubatizo, umekataa ubatizo wa kweli, umejitengenezea ubatizo wako mwenyewe ambao sijui hauko kwa Biblia. Hiyo ni dhambi. Ni jina unaitwa Mkristo, lakini wewe mwenye dhambi. Fuatilia viwango ambavyo Mungu amekupatia. Penda jirani yako, hizo ni viwango. Lazima umpende. Anaweza akawa hakai vile unataka, lakini kama utaingia kwa ufalme wa Mungu, hakikisha unaishi katika viwango vya Mungu. Na kwa hivyo, kwa yeyote ambaye ananitazama na umekiuka viwango vya Mungu, umeonea watu wengine, umedhulumu watu wengine, umekula visivyo, umekunywa vitu ambavyo havifai, umevalia visivyo, umepigana vita ambayo haifai, katika hiyo hali ya dhambi hauwezi ingia, hauwezi urithi ufalme wa Bwana. Kwa hivyo unafaa ubadilike na uwe mtoto wa ufalme. Na kubadilika ni kumaanisha ya kwamba utamkataa shetani na utakataa dhambi, maana nafsi yoyote itendao dhambi hakika itakufa. Na kwa hivyo sitaki ukufe. Tazama uone ni viwango gani ambavyo umekiuka. Mimi kwa ufupi nimekuja nikuambie dhambi ni nini. Dhambi ni hisia ama wazo ama tendo lolote linalopingana na viwango vya Mungu. Hiyo ndio inaitwa dhambi. Tunasema tena, sin is missing the target. Wakati unakosea lengo, Mungu alitazamia uwe mahali fulani, hauko pale, hiyo ni dhambi.
Unajua unaweza kuwa Mungu amekuongelesha uende maombi siku 3, na kuliko uende maombi ya kufunga siku 3 ukaenda crusade. Yes, unafanya kitu mzuri, lakini you are not in the target of God. You are sinning. You are a holy sinner, a sacred sinner. You are a charismatic sinner. Let me use that word. You are a charismatic sinner. Mungu anaweza akawa amekwambia nenda ukawatembelee watoto ambao ni mayatima, na ukatoka hapo ukaenda maombi mfungo wa siku 7. Katika huo mfungo basi you are not in the target of God, because target ya Mungu ilikuwa nini? Ende ukawaone watoto wa mayatima. Basi wewe uko katika maombi, wewe ni mwenye dhambi katika maombi. Mungu alimwambia Yona, toka uende Ninawi, uende ukapige yowe na uambie siku 3 nitamaliza mji. Yona akachukua akaingia kwa meli, ndiye huyo anaelekea Tarshishi. Katika hiyo safari kukaharibika, maana if you miss the target of God, expect a lot of storm in your life. Kila nafsi itendao dhambi itatenganishwa, itakufa. Manake the meaning of the word death is separation, and every sin has a different result of how you are separated from the grace. Kwa hivyo hakikisha, ikiwa unajua kuokoka na kujazwa na Roho ni hali ambayo unatembea kwa kusikiliza mapenzi ya Mungu. Hata Yesu mwenyewe alisema, niondolee hiki kikombe, ila si vile nataka bali